Yo, mambo vipi? Mimi ni Remy Redima na hii ni Spotlight TV na bwana leo nimekusogezea taarifa ambazo zimekuwa zikisambaa toka wiki iliyopita baada ya pale nchini Uingereza kwenye Premier League, ligi kuu ya Uingereza, baada ya vilabu kushindwa kuwavumilia makocha wao ambao walikuwepo wakiongoza baadhi ya timu pale. Hapo nikimwongelea kocha wa timu ya Chelsea Maresca, lakini pia kocha wa timu ya Manchester United Ruben Amorim, baada ya wote kufungashua virago na timu zao mbili. Lakini leo nitabase kwenye upande wa Ruben Amorim pale nchini Uingereza kutoka klabu ya Manchester United, kutoka jiji la Manchester, baada ya kushindwa kuendelea na aliyekuwa kocha wao Ruben Amorim. Na hiyo ilitokea baada ya Ruben Amorim kufanya interview au kufanya press na waandishi wa habari na kuiambia klabu ya Manchester United kwamba itimize wajibu wake kama ambavyo yeye anafanya, kwa sababu yeye hakuchaguliwa kuwa kocha, alichaguliwa kuwa meneja wa klabu hiyo. Kwa hiyo asifundishwe namna ya kufanya kazi. Lakini baada ya kauli hizo haikuchukua muda sana, akawa wametoa tangazo kupitia akaunti zao za kijamii kwamba hawatoendelea kufanya naye kazi. Lakini mkataba wake bado una miezi 18 ili uweze kukamilika, ili uweze kutamatika. Kwa hiyo Amorim yeye hajakuonesha interest yote ya kuacha kazi. Ni Manchester United walioamua kufanya maamuzi yao. Kwa hiyo atabaki kuwa kwenye mkataba huo. Endapo atapata klabu nyingine ndio mkataba utaweza kuisha, lakini kama hajapata klabu nyingine hivi karibuni, basi atabaki kuwa chini ya mkataba wa Manchester United. Na Manchester hakutaka kulaza damu, wameamua kutafuta makocha wa aina tatu, kwa maana ya kwamba watafute kocha ambaye ataweza kuwasogeza kwa kipindi cha msimu huu ili uweze kumalizika, ili waweze kumtafuta meneja wa moja kwa moja, au wakimpata meneja wa moja kwa moja hivi karibuni waweze kumsajili haraka iwezekanavyo. Na kwa sasa anayekalia kiti cha ukocha kwa kipindi cha wiki moja ni Darren Fletcher, ambaye ni mchezaji wa zamani wa klabu ya Manchester United, ndiye atakayeongoza kwenye michezo miwili inayokuja watakayokuwa anaicheza Manchester United. Yes, Amorim hakuonesha kushangazwa, na alionekana akiwa anatembea na mke wake kwenye viunga vya jiji la Manchester akiwa anapungia mikono na kumpongezana na waandishi wa habari. Hakuonesha kwamba hakustushwa wala kuhuzunishwa na taarifa iliyotolewa na Manchester United. Na nikukumbushe tu toka kuondoka kwa Sir Alex Ferguson, Manchester United imeajiri makocha wasiopungua 10, nao wamekuwa wamalizi kipindi kirefu wanafukuzwa. Na kwa taarifa zinazotufikia hivi punde ni kwamba kocha wa zamani Ole Gunnar Solskjaer ambaye alikuwepo pale Manchester United, yeye kaonesha nia ya kuchaguliwa kuwa kocha wa kipindi cha kumalizia msimu huu. Lakini tujue kwamba ameshawahi kuwa kocha na kufukuzwa. Je, wataamua kumpatia kijiti hicho ili aiongoze timu mpaka kumaliza kwa msimu, au wataamua kumtafuta kocha mwingine? Makocha waliopo ni wengi na wanaonesha interest, kwa sababu Manchester ni timu kubwa sana. Yes, Manchester ilimchukua Ruben Amorim kutoka Sporting Lisbon iliyokuwa imecheza michezo zaidi ya 40 bila kupoteza, na amekuwa akifanya vizuri alipokuwa Sporting. Na watu wengi waliamini akiletwa Manchester United ataenda kufanya vile alivyokuwa akifanya, lakini mambo yalienda tofauti baada ya kuonesha kiwango kibovu sana, na Manchester wameonesha kutoweza kuendelea kufanya naye kazi na kuamua kusitisha mkataba wake. Lakini kwa upande pia Maresca pale jijini London kwenye viunga vya Chelsea, nao walishamfurumusha na wanategemea kumtangaza kocha mpya hivi karibuni. Yes, mimi ni Remy Redima, nilikuletea info ili uweze kuendelea kuupdateika. Usiache kusubscribe, kulike, kucomment na kushare kwenye ukurasa wangu wa Spotlight TV kupitia Instagram pale, lakini pia kwenye YouTube. Usiache kusubscribe ili uendelee kuwa mwanachama wa Spotlight TV. Until next time, this is Remy Redima. Bye bye.